Katika mataifa yanayostawi, pengo la ujumuishaji wa kifedha ulimwenguni limesimama kwa takriban 6%. Lakini ukitazama kwa undani zaidi kile kinachofanyika katika sekta ya uchumi usio rasmi, utagundua uwepo wa utengano mkubwa zaidi wa kidijitali. Kulingana na takwimu kutoka Benki ya Makazi ya Kimataifa, yani Bank for International Settlements, kuna pengo kubwa la kijinsia ulimwenguni katika matumizi ya teknolojia ya kifedha, yani fintech. Wakati 29% ya wanaume wakitumia kikamilifu huduma za kifedha za kidijitali, ni 21% tu ya wanawake wanaofanya hivyo. Na inapokuja kwenye masuala ya mikopo ya kidijitali, wanawake wanakabiliwa na viwango vya chini vya kuidhinishwa, huku wakipokea viwango vidogo sana vya fedha. Nilihangaika, nilizunguka, nikaenda mpaka kwa mwanaume mwingine nikamwambia, inaonekana mimi ndio sijui ku apply hii pesa, si unisaidie. Wakuja wapige picha kwa nyumba, fridge, kitanda, nini, shilingi 5,000. Kwa nyumba sina chakula, hiyo 500 nitachukua na sitailipa. Katika makala ya leo, tunaichambua mifumo hii inayobagua kidijitali. Tunaangazia kwa nini wanawake katika sekta ya uchumi usio rasmi wanajipata wakilipa gharama kubwa kwa sababu ya mfumo wa kifedha ambao haukundwa kwa ajili yao. Mimi ni Irene Nasimiu. Safari yangu inaanza mapema asubuhi kuelekea soko kuu la Kakamega. Ni Jumamosi, siku kuu ya soko na shughuli zimepamba moto. Mosquito net, hiyo ni yenye kwa hapo juu, unaona pale juu, standing mosquito net. Hapa ninakutana na akina mama wanaojikaza usiku na mchana kupitia biashara ndogo ndogo, kwa sauti iliyojaa masikitiko na kejeli kwa mifumo ya kidijitali. Akina mama hawa wananieleza jinsi wanavyojikaza kuhakikisha kuwa biashara zao zinastawi licha ya kuwekewa vikwazo na teknolojia. Kama hapa iko chapa mali, niko na Meta, niko na pesa in, niko na pesa line, niko na Tala, niko na Zenga, niko na ZK, niko na Timiza. Ndio hizi kwa simu. Lakini una apply, ukisha apply hivyo, ukifika mwisho unaambiwa weka pesa. Ukiweka pesa inaenda hivyo, utaipata. Ama unaambiwa utapata 20,000. Ukienda sasa uko qualified wanakupea 500. Wewe umepewa 350 last week. 350. Je, ushawahi kujipata katika hali ya kuhitaji fedha za dharura na suluhisho pekee likawa kukimbilia mkopo wa simu? Unaomba shilingi 15,000 kununua mzigo wa biashara, lakini mfumo unakujibu kwa herufi kavu na kukupa shilingi 500 tu. Je, fintech inamwogopa mwanamke mfanyibiashara? Waliniambia tu 1,000 ndio hiyo ama urudi kwa 500. Sasa unafanya nini? Na nimewalipa 3,000 plus interest yao. Sasa unafanya nini? Kama ni wewe tu, mimba iko si inatoka. You are stress. Na si watu unaona wanakuambia tu tuchat. Unapata simu haiendi. Una chat, unaandika message wakireply. Sasa uwaoni, unafanya nini? Nishaiomba mkopo, lakini mkopo ambao wanakupatia ni mdogo ambao huwezi kuwezesha kuinua biashara zako. Mkopo ambao nilikuwa nataka wanipe zaidi na yenye ambao nimesave pale ndani, lakini nikakuwa disappointed kwa sababu nilikuwa na miradi yangu ambayo ningefanya zaidi na pesa ambayo nilikuwa ndani. Sasa nikakasirishwa na hilo jambo. So far mimi nilikuwa nimesave karibu 500,000. Nilikuwa naomba angalau hata wanipe 200,000 kulingana na mambo yangu ambayo nilikuwa natarajia hizo pesa nifanyie. Lakini sasa ikabidi moyo umekufa na hata singesaidika kupita hapo. Unasema wacha nichukue time, at least hii 15,000 itani boost. Sasa unajua mawazo pia imekuja, unajua aka 15 kataniokolea mahali hata kwa mzigo nienda nichukue, hata nikiweka 10 na hii 5 nilipeko deni mahali itakuwa sawa. Sasa unaendelea ukiapply, wakikuuliza ni nani hata kusimamia, mimi fulani, leta namba yake ya ID, leta namba yake ya simu, unapeana. After that unajua limit inakuja pesa ngapi yenye wanataka kukupea? 500 from 15,000. Hata kama ni wewe utasikia aje?
Unaamua wameamua kunipea 500 baadaye ile 15,000. Hata kabisa hawezi wakakupea hata 3,000 hata 5,000. Unaamua sasa hiyo 500 wacha wanipe, ikishaingia kwa simu yangu hiyo siwezi nikarudisha. Hiyo ni shopping unaenda kufanya. Ununue sukari, ununue majani, uende kwa nyumba, alafu mtu atakupigia simu atilipa tena, bado utaenda kununua data ya kurudisha 500 for what? Hiyo ndio inafanya mwanabiashara na kufa roho na loans. Hata ndio unaona hizi loans ndogo ndogo tuko nazo ziko kwa simu, hatutaki kulipa sababu ni vitu yenye haikusaidii. Mtu akikupa 500, mimi biashara yangu inashinda more than 50. Nafungua mzigo yangu ya 35, nafungua mzigo ya 15,000. Sio imefika 50k. Sasa 50k mtu akikupea 500, alikuwa anataka ufanye aje? Anatufanya tunakuwa wezi ndio. Sina mblock baada sina hiyo pesa kwa sababu unahitaji upate pesa kama ya mzigo 15,000 yenye umekuonyesha hiyo, na wanarudi nakupa 1,000. Katika kikao cha kipekee nilichofanya na baadhi ya kina mama sokoni, matokeo ya kikao hicho, yani focus group discussion, ni wazi kuwa kati ya 60% hadi 75% ya mama mboga wanatumia fedha taslimu katika 80% ya mzunguko wao wa biashara. Matokeo yake, kampuni za fintech zinakataa kati ya 40% hadi 60% ya maombi ya mikopo. Utafiti uliofanywa na shirika la Women's World Banking unabainisha kuwa gharama kubwa za mitandao, viwango vya chini vya umiliki wa simu janja yani smartphones, na ukosefu wa dhamana rasmi ni baadhi ya kuta ndefu zinazowafungia nje wanawake katika mapinduzi haya ya kidijitali. Ili kuelewa kini cha tatizo hili, nilizungumza na Mwende Mkwanyaga, mtaalamu wa mifumo ya artificial intelligence katika shirika la AI Salon Kenya. Anafafanua jinsi mitego hii ya teknolojia inavyofanya kazi. Changamoto ni kwamba AI inawabagua watu kwa mifumo ya kifedha, haswa walio kwa sekta isiyo rasmi kama vile mama mboga. Hii ni kwa sababu AI hujifunza kutokana na data tunayoipa. Ikiwa data hiyo ina mapungufu ama haiwakilishi kila mtu, AI inaweza kutoa matokeo yenye upendeleo ama bias. Kama data inawakilisha zaidi watu wa mjini ama walio kwenye ajira rasmi, mfumo pia unaweza kushinda kuelewa uhalisia wa wafanyabiashara wa sekta isiyo rasmi. Pia AI hutumia viashiria ama proxies kama vile historia ya miamala ya kifedha kutathmini uwezo wa mtu kupata mkopo. Lakini viashiria hivyo si picha kamili ya maisha ya kila mtu. Tuseme vile kuna mama mboga anaweza kuwa na biashara nzuri na mwenye kulipa madeni kwa uaminifu, lakini mfumo ukakosa kuona jambo hilo. Ndio maana ni muhimu kuuliza si tu kama AI inatumika, bali pia data gani imeifundisha, imejengwa na vigezo gani, na kama imejaribiwa kuhakikisha inawatendea watu wote kwa haki. Kaunti ya Kakamega ina maeneo bunge 12, wadi 60 na jumla ya masoko 384. Katika masoko haya yote, akina mama ndio nguzo. Charles Nathan Oranga ni mkurugenzi mkuu Kakamega County Microfinance Corporation. Anadhibitisha uaminifu wa kina mama hawa kinyume na jinsi AI inavyowachukulia. Tangu mwaka wa 2019 tulipotoa loan zetu za kwanza, wakina mama ndio wengi zaidi. Over 50% of our loans are borrowed by women. Pia wakina mama, tukiangalia katika sehemu ya kulipa hizi loan, malipo ya kina mama iko juu kuliko ile ya wazee. Uaminifu wao kwa kulipa ama commitment pia iko juu. Ni matarajio na ndoto ya kila mwanamke kuona biashara yake ikikua na kunawiri. Juhudi za kuamuka alfajiri, kubeba vikapu vichwani na mabegani kuelekea sokoni, zote ni kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya familia zao. Eric Masafu, mwenyekiti wa masoko katika kaunti ya Kakamega, anasema hali imekuwa ngumu kwa kina mama ambao ndio wengi zaidi masokoni. Wamama wetu wanapitia hali ngumu. Mimi kwanza nimefanya kazi kwa muda ya over 20 years
niko na lot of experience katika biashara, na sometimes tunafika mahali tunakuwa na changamoto yenye tunatamani mmoja wetu ama wenzetu watushike mkono ili tupate kwamba tuna boost biashara zetu. Lakini hasa katika biashara zetu ambazo tunafanya sokoni, almost 80% ni wanawake, 20% ni wanaume. Na mama wanapitia challenges mingi sana, hasa wakati wanafanya biashara yao, wakitamani kwamba kwenda kukopa mahali pesa. Biashara yao inafanya vizuri sana, but sometimes inafika mahali unataka kuboost, na kwa sababu hawana hela wanatamani kukimbilia mkopo wa masimu. Teknolojia inapaswa kutumika kumwezesha mama mboga, mama mfanyabiashara, wala si kumkandamiza. Ili kuondoa ubaguzi huu, kampuni za fintech zinapaswa kuchukua hatua madhubuti ili kuwahudumia wateja wao kikamilifu. Tumelipa juzi Zenka unalipa 4,000, ilikuwa 4,300. Wanakwambia uko qualified kupata ingine, turudi kwa 1,000. Ilikuwa 4,000, alikuwa anafaa qualify kupata 6,500. Akarudishwa 1,000. Wakamrudisha mpaka 1,000. Haya Land Plus tukalipa 6,000. Wakarudi akampatia 4,000. So ni kupata faida ama ni kuanguka? Msikilizaji wangu, usikose kuungana nami kwenye sehemu ya pili ya makala haya ambapo tutazungumza na Crystal Shiro ambaye ni loan app developer ili tuchambue kwa kina jinsi mifumo hii ya kidijitali inavyoundwa bila kumjali mwanamke anayesukuma gurudumu la uchumi wa taifa hili, mama anayeshika pesa kila siku na anayelipa mikopo kwa wakati. Vilevile, Mwende ambaye ni mtaalamu wa teknolojia ya AI ataeleza hatua ambazo kampuni za fintech zinafaa kuchukua ili kuleta usawa katika kazi yao. Mimi ni Irene Nasimiu. Makala haya yameandaliwa kupitia Gender and AI Reporting Fellowship kwa ufadhili wa Africa Women's Journalism Project kwa ushirikiano na DW Academia. Mwandishi alitumia zana za utafiti zinazosaidiwa na akili mnemba kupitia mapitio ya nyaraka husika za sera na utafiti, kubaini mifumo mbalimbali na kuibua takwimu kwa ajili ya uhakiki huru. Uandishi, uchambuzi, udhibitisho wa taarifa, maamuzi yote ya mhariri na maandishi ya mwisho yalifanywa na mwandishi kwa kuzingatia viwango vya uhariri wa Lubao FM.